Unajua hawa wajinga walikuwa wanafikiria ya kwamba wakifanya hiyo maneno walifanya jana, wako ni wajinga kabisa, ni wazimu, kwa sababu hapa ni Kenya. And I must make it absolutely clear that Kenya is important, and we are not going to cede an inch of our country to criminals and those who want to unleash mayhem in our republic. We will go after them, we will deal with them, and we will eliminate them. Ladies and gentlemen, welcome back to Hezbon TV. Guys, William Samoei Arap Ruto, the President of the Republic of Kenya, ameweza kureactia Butere Girls baada ya yale mambo yaliyofanyika hapo jana pale Nakuru. Hebu tazama kisha uniambie pale kwenye comment section unanitazama ukiwa maeneo gani. Mimi nataka niwaulize viongozi wenzangu, ndugu zangu, kwa heshima kubwa. Mimi ninaelewa ya kwamba wengi wetu tumedhulumiwa, tumefanyiwa maovu, mambo mengi yametendeka, lakini nawaomba kwa heshima ya kwamba tusiwakosee heshima wenzetu. Nataka tukubali ya kwamba kisasi inalipwa na Mungu, hailipwi na binadamu. Wale ambao wametufanyiwa dhulma tuwaombee, Mungu atajua vile mambo yatakavyokuwa. Mimi nawaomba kwa heshima. Najua viongozi wengi hapa wako na machungu kwa sababu wamenyang'anywa vyeo, wamenyang'anywa viti vyao, wamedhulumiwa kwa njia mbalimbali, wamepelekwa kotini, wamedhulumiwa kwa njia mbalimbali, lakini nawaomba ndugu zangu, tuwe wavumilivu. Tuvumilie na tumwachie Mungu mambo yote. Nataka tusikose heshima kwa family, kwa wale watu wengine wote. Mimi nataka niwaombe kwa heshima, tusiwakosee heshima, kwa sababu yale ambayo yamefanyika Kenya hii Mungu wa mbinguni anajua, na Mungu ndio analipisha kisasi, sio binadamu. Nataka niwaombe muwe watulivu, tusameheane, tutafute njia ya kulete Wakenya wote pamoja. Tusiendeshe siasa yetu kwa chuki ama kwa matusi. Tuendeshe siasa yetu kwa kutafuta suluhu za changamoto tulizo nazo kama taifa, na tukitafuta vile Wakenya wote wanaweza kufanya kazi pamoja kwa manufaa ya kutafuta riziki ya kila mtu na kubadilisha nchi yetu iwe ni nchi ya kufaa Wakenya wote. Our economy cannot change under the current circumstances. We must make sure that the economy of Kenya is not the economy of a few. It's not the economy of corporates only. The economy of Kenya is going to change. The moment we change the configuration and the paradigm shift that is required to have an economy that is managed in a manner to give opportunity to more people, we must encourage the SMEs, the boda guys, the mama mboga women, to make sure that they too are not locked out of the economy of Kenya. As so long as the economy of Kenya is in the hands of a few people, we will continue to have challenges and problems. And the solution to the economic problems we have is to change our economic model so that it incorporates more businesses, more SMEs, the ordinary people, and widens the opportunities for jobs so that more Kenyans can work and we can bake a bigger cake that will be enough for the people of Kenya. But as